Halo. Halo. Haya, sasa tunaanza event yetu rasmi na tunaanza kushare story na watu. Nimeona kuna mshindi mwingine wa safari Lulu Kulewa amefika. Basi karibu kwa sababu tuna masaa mawili tu sasa hivi ya kushare story zetu. Okay, huyu mimi binafsi huyu ni rafiki yake na shemeji yangu Aminata. Kipindi kile nilimpaga hivi shemeji nikupa ile mafuta. Alikuwa ana kagari kake kabaya kanaitwa Caracters. Shemeji yangu. Kwa hiyo nikagongea kale kagari kake, nikupaga ile mafuta au niligongea? Nilimpa buku 10 ile ya mafuta. Kwa hiyo tukaenda kwa rafiki yake kumfanyia presentation huyu hapa Lulu. Nilipofika pale nikamkuta dada mmoja alikuwa mwembamba zaidi hapa ila ana katoto kachanga. Kwa hiyo nikamfanyia presentation pale akawa anasema, "Hivi mimi nitaweza kweli? Nitaweza kweli?" Unakumbuka eh? Lakini bahati nzuri akafanya hii biashara na sasa hivi paka hapa ameshinda nini safari. Huyu na shemeji yangu ni mashosti sana. Mtaona pale. Haya karibu Lulu mama. Ameshaolewa. Nimeshaona tayari. Kaolewa. Jamani Lulu mmemwona Lulu. Na amejipanga kwenye timu yangu mimi kuna watu wawili ambao wamejipanga sana kwenye safari. Kuna Lulu na kuna yule dada pale. Yaani wameenda kabisa kujipodoa yani sijui uko Uarabuni sijui wanaenda kufanya nini. Mungu awasaidie sana. Na kitakachotokea ni kwamba ukifika kule Dubai unavaa hijabu havionekani vyote. Inakuwa kazi sawa na bure. Sasa huyu hapa naye atakuja kushare story yake. Lulu nimemfahamu sasa hivi ni miaka 5 miaka 5. Nilienda nyumbani kwake kumwelimisha biashara. Alikuwa na hofu nyingi sana. Lakini ni kati ya wale watu ambao anauza kila kitu. Mnawafahamu watu aina hiyo Amejiunga BF Suma lakini bado haiamini sana BF Suma. Anakuwa anauza viatu, anauza visheti, anauza nini. Tunafahamu watu aina hiyo. Basi huyu kaupiga mwingi sana hivi. Mpaka siku moja akaamua akawa serious. Mpaka leo amepata safari. Mtu mpigieni makofi jamani we. Haya karibu Lulu we jamani. Asante. Habari? Habari? Movers and Shakers team. We move mountains. The Game Changers team. Sisi ni washindi na ushindi jadi yetu. Sio kweli au sio The Game Changers? The Game Changers team. Sisi ni washindi na ushindi jadi yetu. Bright Future team. Tumezaliwa kushinda. Okay. Bright Future team. Tumezaliwa kushinda. I say watu wana vibe. The Game Changers leo mna nini? Tunawaacha mmepigwa na kitu kizito. Tuna mahakama, kwa hiyo wanaelewa. Okay. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Lulu Kulewa. Ni mke na ni mama wa watoto wawili, wavulana wawili, Jadon and Luni. Mko wapi? Hebu joeni hapa mbele. Majembe yake sasa. Jadon and Luni. Hao ndo sababu ya mimi kuwa hapa sasa. Jadon and Luni, joeni hapa mbele. Yes. Lakini sijaja tu na watoto wangu, leo nimekuja na mume wangu. Mume wangu, yani uwaga watu wanasema mume wake Lulu yuko wapi? Aonekanagi. Mume wake yuko wapi? Angalia. Why are you crying? Don't cry. Aya basi. Jamani, hii ndo familia yangu. Huyu ni Muha wa Kasulu. Yaani hapa niko mwisho wa reli. Joseph Ndobadola yuko wapi shemeji yangu? Shemeji yangu nakuomba mbele. Huyu ni shemeji yangu kabisa Babake mme wangu ni baba wa ubatizo wa Joseph Ndobadola. Yes. Mzee Ntabagi. Mzee Ntabagi. Na wote wanaitwa Joseph. Yes, jamani, naomba nimtambulishe kwenu mume wangu Joseph Richard Rosise na watoto wangu Jadon Joseph Richard Rosise na huyu Luni Joseph Richard Rosise. Huyu ana mapozi sana huyu. Lakini sijamaliza. Naendelea mwakani mpaka nipate 4. Wanne au nitamjibu mama mkwe wangu 5 kabisa namaliza. Haya, nini? Njoo. Shuka.
Unataka kuongea kidogo? Haya. Asanteni. Okay, huo ulikuwa ni utambulisho tu kwa sababu watu hawajawahi kumuona mume wangu jamani. Kila siku tunataka tumuone, huyu hapa, huyu hapa. Ila mkimkuta anafanya yake huko msiniambie. Mimi sinaga hayo mambo. Yaani ukija ukiniambia nimemwona mume wako na mwanamke, nitakutimua. Maana sina muda wa kusikiliza mume wangu anafanya nini huko nje. That's me, na ananijua. Mimi nachojali ni kufanya kazi tu. Mimi sina muda wa simu ya mume wangu. Sina muda yeye yuko saa 8 za usiku huko nje anafanya nini? Mimi akirudi ndani nikamwona amerudi nasema hewala. Lakini mimi kesho naamka asubuhi naendelea na ratiba zangu. Okay, mimi nilianza biashara hii 2018, lakini kabla ya hapo professional yangu ni procurement and supply. Ninapenda pesa sana. Ninapenda pesa sana. Yes. Kwa hiyo nilidhani nikisoma mambo ya marketing, mambo ya sales, nitakuwa naingiza pesa sana. Nikiwa namaliza chuo pale CBE nikabahatika kupata kazi Nokia Tanzania. Tulichukuliwa watatu tu Tanzania. Enzi hizo 2009 mshahara wa 800 unauona mkubwa sana. Nikaacha chuo. Hebu nisikitikie kidogo. Nikaacha chuo, nikasema mimi kwa kuwa napenda pesa lazima nifanye kazi. Hapo nina akili za ajira. Nikaanza ile kazi. Nikiwa nimeanza kazi niko mwaka wa 2, nakumbuka bosi wangu alikuwa ni Mkenya, nikamuomba nisome huku naenda kazini. Niwe nasoma masomo ya jioni. Wakenya sio wakoje, mnisamee kusema hivyo. Alinikatalia. Akaniambia nichague ajira au shule. Kwa kweli kwa mimi nilichagua ajira. Na sio kwamba nilikuwa na yale maisha kwamba nyumbani hatipewi kila kitu, lakini kwa sababu mimi napenda pesa, sipendi kupewa. Basi nikafanya kazi kaenda kama miaka 3. Baadaye nikaja nikapata ajira kwenye makampuni mengine ya Wahindi. Jamani, Wahindi wananyanyasa. Mimi niliolewa 2013. 2013 mwakani natimiza miaka 10 ya ndoa. Yes. 2013 naolewa, naanza kutafuta ajira. Yaani unapata ajira. Ajira yangu ilikuwa iko Pugu Road. Naamka saa 10 alfajiri. Nafika ofisini bado nimechelewa, nakutana na warning letter. Nakaa pale masakamo ya Wahindi, matusi na kila kitu, narudi nyumbani kwangu saa 3 usiku. Mume naye haelewi na ndoa ndo kwanza changa. Nikaendelea hivyo hivyo. Nikaja tena nikapata ajira nyingine. Nikaja tena nikapata ajira nyingine. Lakini nikaja nikakaa chini nikatafakari, mbona ajira zote ni zile zile? Mambo ni yale yale. Nikagundua kumbe kwenye ajira kuna unyanyasaji mkubwa sana. Kwenye ajira tunakwenda kuwatimizia ndoto waliotuajiri na sio ndoto zetu. Basi Mungu tumeendaenda hivyo, maisha yanaenda, mume wangu anatuangalia, tukaenda kukaa Salasala. Kukaa Salasala nikakutana na rafiki yangu anaitwa Aminata. Huyo mliomuona mshindi wa gari. Ni shoga yangu lakini ni kiongozi wangu. Kwa nini nasema hivyo? Watu wengi wanashindwa kutofautisha hivyo vitu. Watu mnapenda kudharau watu. Yaani unamuona kwamba labda Aminata ni mdogo, ana mwili mdogo, lakini unashindwa tu kumsikiliza kwa sababu yeye ni mdogo. Lakini kumbe amekupita pakubwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana Aminata na Mungu aendelee kukubariki. Alinishirikisha hii biashara tukiwa tumeshatoka pale Salasala. Tulitenganishwa na majambazi, lakini tulipofika huko mbele huko alikuwa anaendelea, yes, tulivamiwa. Alikuwa anaendelea kunikumbuka kwa sababu tuliishi maisha mazuri. Akanishirikisha hii biashara. Nikawa naenda mbele narudi nyuma, anakuja ananiuzia sabuni, naona kama hizi network marketing ni kama network marketing zingine tu. Basi nilipojifungua mtoto wangu wa pili, ile picha pale. Huyo ni Luni, tunamuitaga Baraka, ndio anajulikana jina hilo. Nikafanya maamuzi ya kujiunga. Pale Baraka alikuwa na siku 7. Nikatoka ndani na kidonda changu, nikaenda kuanza biashara ofisini pale Makumbusho, nakumbuka kilikuwa chumba kimoja, nikaanza biashara. Kumbuka ninaanza biashara kwa sababu Aminata ananisukuma kuanza biashara. Nimridhishe, lakini sina picha halisi ya biashara. Kwa sababu nilikuwa na ulezi, na leo watoto wangu wamefuatana, wako kama mapacha. Kwa hiyo sikuweza kufanya biashara mwaka mzima.
nilikuwa tunauza Femicare, napata faida na nini. Naongea na wamama ambao mkipata watoto mnakuwa na visingizio. Wanawake wengi sana humu ndani mna visingizio. Wanawake wengi sana humu ndani mnapenda kuangushia kwa waume zenu. Acheni ushamba. Maisha sasa hivi ni kusaidiana. Acheni ushamba. Huo ni ushamba. Tena ulimbukeni. Wewe kuamini kwamba kila kitu ni lazima afanye mume ndani ya nyumba, huo ni uongo. Haya, mume akifa leo, vipi hapo? Unabeba watoto unapeleka ukweni? Wale watoto waliwazalia ukweni? Hapana. Wanawake, badilisheni mitazamo yenu. Elewa kusudi lililokuleta wewe duniani. Yani uweze kufanya kwanza kusudi lako, kwa sababu unapokuwa unaacha kila kitu, maana yake unasahau hata kusudi la wewe kuishi. Unasahau hata kusudi la wewe kuja duniani. Yani unapokuwa unamsaidia mume wako, hata yeye anaiona ile thamani ya kukuruhusu huko unapokwenda. Wanawake wengi mnalalamika waume zenu sio hawafanyi hiki, hawafanyi kwa sababu hawaoni mna impact gani katika nyumba zenu. Hamna impact zozote. Yani nyie kila siku ni madeni, leo story hii, leo sijui ugomvi huu, hivyo vitu havisaidii. Kwa mimi nilikataa vikwazo vyote, nikaianza biashara rasmi 2019. Na hivyo namshukuru Mungu, viongozi wangu Hari Mwijage, Aminata Katimba na Dr. Ibrahim Chenza. Wamekuwa ni watu wa karibu sana kuniambia, Lulu unaweza. Nilikuwa na changamoto za wasichana. Mnajua wasichana hawapendi watoto wadogo. Leo anakuja msichana huyu, kesho anakuja msichana huyu, lakini bado nilisema lazima nisimame na BF Suma kwa sababu nimeona BF Suma vitu vinavyonifanyia ni vikubwa. Nikaweka malengo yangu ya kila mwaka, ya kila mwezi, nikaweza kununua gari langu mwenyewe kwa pesa yangu kupitia BF Suma. Na pia nina uwezo wa kusema kwamba leo hata mume wangu akasafiri akaenda huko, au akasema mume wangu ameumwa simwombei, lakini nina uwezo wa kuangalia familia yangu bila shida yoyote. Na mume wangu hawezi kuugua kwa sababu hana pressure. Anapata wapi pressure na mimi mke wake namsaidia? Haiwezekani. Nyie mnaua waume zenu huko nyumbani. Wenyewe mnawaua. Sawa eh? Kwa hiyo jamani, tubadilishe mitazamo. Wanawake tuliopo kwenye ndoa, wanawake ambao tuna watoto wadogo, sisi tunaweza na sisi ni jeshi kubwa. Asanteni sana na washukuru. Haya, kabla Lulu hajaondoka hapa akiwa amesimama hapo, naomba picha yake moja hapo akiwa anaanzishwa biashara pale na Aminata. Nilikuwa naipendaga sana ile picha, inani-inspire mimi binafsi hapo, umeona? Yaani hawa ni mama wawili, wote wana vichanga lakini wanafanya kazi. Okay, hili ni inspire kwa kweli. Sasa hawa ndio wanatakiwa tuwaite wanawake wa nguvu sasa jamani. Sasa